imeilemea itaanguka, haitainuka tena, itaanguka dunia, itaanguka haitainuka tena, itaanguka dunia. Iko mwisho, iko ukingoni. Dunia sasa iko ukingoni. Mwanaume kumwona mwanaume mwenzake na mwanamke kumwona mwanamke mwenzake. Hii ni ishara ya kwamba dunia iko pabaya. Dunia sasa iko ukingoni. Ushoga na usagaji amekuwa ni mambo ya kawaida katika jamii. Wachungaji na maaskofu wanalisha dhambi. Dunia sasa iko ukingoni. Wanasema ya kwamba Yesu aliyemaliza msalabani ni jambo la ajabu na la kutisha kwa kizazi hiki. Dunia sasa iko ukingoni. Iko ukingoni. Na hii ni zaidi ya Sodoma na Gomora iliyoteketezwa. Wakati ule kwa ukaidi wa dhambi hizi za leo zinazotendwa hivi leo kana kwamba ni jambo la kawaida. Dhambi inasifiwa, dhambi leo inashangiliwa, itaanguka dunia, itaanguka haitainuka tena, itaanguka dunia. Walikuwepo wenye mali zao, walikuwepo wenye fedha zao, walikuwepo wenye elimu zao, walikuwepo wenye maringo yao. Wadada walembo nao walikuwepo, wenye maumbo namba 4 walikuwepo. Wadada walembo nao walikuwepo, wenye maumbo namba 4 walikuwepo. Hawapo, 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 hawapo. Tafuta maisha, tafuta na Yesu ili uwe na amani na maisha yako. Tafuta pesa, tafuta na Yesu ili uwe na amani na pesa zako. Tafuta maisha, tafuta na Yesu ili uwe na amani na maisha yako. Tafuta pesa, tafuta na Yesu ili uwe na amani na pesa zako. Dunia inakudanganya, sipompata Yesu inakudanganya. Dunia inakudanganya, bila Yesu inakudanganya. Dunia inakudanganya, usipompata Yesu inakudanganya. Biblia katika kitabu cha Timotheo wa pili na sura ile ya 3, Biblia inasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti,
wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Sijajua wewe unalingia nini katika dunia hii. Sijajua kwako wewe ni kitu gani ambacho umekiona cha faida kwenye hii dunia. Sijajua, pengine ni fedha ulizonazo, pengine ni elimu, pengine ni sifa, vyeo na namna mbalimbali ambazo wewe unahisi ya kwamba ni kitu cha faida. Lakini nataka nikwambie ya kwamba wewe si wa kwanza kuyatafuta hayo. Walikuweko watu ambao waliyatafuta, lakini mwisho wao umekuwa ni mbaya. Wameishia kwenye majuto ya milele, kwenye mateso yasiyokuwa na tumaini ndani yake. Ni afadhali leo ukampokea Kristo ya kwamba awe Bwana Mwokozi wa maisha yako.